بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtukufu mjumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungali tuendelea katika jaiza zetu za kuonesha umuhimu wa mtu kufungamana na Qur'an, kuhifadhi Qur'an. Tulikomea katika jaiza ya 5, leo tukiwa tuingia katika aljaiza ya 6. Jaiza ya 6 ni kwamba anna an-nara la tamassuhum, kwamba moto hautawagusa wale waliofungamana na Qur'an, wale waliohifadhi Qur'an, moto hautawagusa. Anna an-nara la tamassuhum, kwamba moto hautawagusa. Wa hal tajra'u an-naru ala an tamassa ahla Allahi wa khassatihi, hivi moto waweza ukenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu na ukaenda kuwagusa, kuwaunguza, kuwachoma wale watu ambao mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ametangaza kwamba ni ahluhu, ni watu wake aliyowachagua, wa khassatuhu, na ni wateule wake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi iliyopokewa na Ahmad, asema law ju'ila al-Qur'anu fi ihabin, law ju'ila al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fi an-nar mahtaraq. Law ju'ila al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fi an-nar mahtaraq. Law Qur'an itakwenda kuandikwa kwenye gozi, gombo fulani hivi, kisha gombo kama lile lichukuliwe siku ya Kiyama, lende likaingizwe motoni, mahtaraq, gombo lile haliwezi kuungua. Bimaana moto hauwezi kulila gombo kama lile, gombo tu ambalo halina akili, halina taklifi ya aina yoyote, halina masala ya kusoma. Gombo tu limechukuliwa likaandikwa pale, halafu lichukuliwe gombo kama lile siku ya Kiyama, lende likaingizwe kwenye moto wa Jahannam, basi moto wa Jahannam hauwezi kulila gombo kama lile. Walidha qala ba'dhu ulama, na ndio hivyo baadhi ya wanavyuoni akasema, hadha ihabun min jildin, hili ni gombo tu kutokana na ngozi, hili ni gombo tu kutokana na ngozi, halikubebeshwa taklifu ya aina yoyote. Lakini moto hautathubutu kwenda kulila gombo kama lile. Sasa wanasema fa kaifa bihi hina yuj'alu fi qalbi hayyin fakana yaqra'uhu wa yatadabbaruhu wa ya'malu bih. Ikiwa hilo gombo moto wa Jahannam hautathubutu kwenda kuligusa, waonaje lau hiyo Qur'ani ikenda ikawekwa katika kifua cha mwanadamu, fakana, akawa mwanadamu kama huyo, yaqra'uhu, anaisoma hiyo Qur'ani na anaihifadhi hiyo Qur'ani, wa yatadabbaruhu, na kuizingatia kila anapopita katika zile ayati zake, wa ya'malu bihi, na kingine kikubwa akawa anaifanyia kazi. Je, mtu kama huyo kweli moto wa Jahannam utaweza kumla? Utaweza kumuunguza, kumchoma?
Gozi gombo peke yake haliwezi kuungua kwenye moto wa jahannam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau ju'ila alquranu fi ihabin thumma ulqiya fi an-nar mahtaraq. Lau Qur'ani itakwenda kuandikwa kwenye gombo, thumma ulqiya fi an-nar, kisha lile gombo liende likaingizwe kwenye moto wa jahannam, mahtaraq, gombo kama lile haliwezi kuungua, gombo ambalo halina taklifu ya aina yoyote. Vipi mwanadamu ambaye amebebeshwa taklifu, tena juu ya taklifu zake akenda akaichukua Qur'an, akafungamana na Qur'an, akawaisoma Qur'an, anaizingatia Qur'an, anaihifadhi Qur'an, anaifanyia kazi Qur'an? Mtu kama huyu akifika kwa Mwenyezi Mungu kweli aweza kuingizwa katika moto wa jahannam, na akiingizwa katika moto wa jahannam, moto hauwezi kumla. Ndio qala Abu Umama akasema radhiyallahu anhu, iqra'ul Qur'an, someni. Iqra'ul Qur'an, someni Qur'ani. Wala taghurrannakum hadhihi almasahif, isiwaghuri hii misahafu. Sema msahafu huko nikenda nitasoma, hifadhi uisome mwenye kila wakati. Fa inna Allaha la yu'adhibu bin nari qalban wa al-Qur'an, hakika Mwenyezi Mungu hauadhibu moyo uliokwenda kuhifadhi Qur'ani. Fa inna Allaha la yu'adhibu bin nari qalban wa al-Qur'an, hakika Mwenyezi Mungu hauadhibu moyo uliokwenda kubeba Qur'an. Hiyo ni jaiza ya 6, kwamba moto hautamgusa ule aliofungamana na Qur'an. Aljaizatu sabia, jaiza ya 7, kwamba lahum awfaru nasib, wale waliofungamana na Qur'an wana fungu kubwa sana, min ma'dubati llahi ta'ala, katika chano cha Mwenyezi Mungu. Chano ni mahali palipoandaliwa chakula, watu huenda kula. Ni kama meza fulani kubwa, alafu ikaekwa kila aina ya chakula katika ile meza, alafu ikazungushwa viti, alafu sasa watu wakaenda katika ile viti wakawa wanakula, kila mtu kile anachokitaka mwenyewe na roho yake. Anna lahum arfa'u nasib min ma'dubati llahi ta'ala, kwamba wale waliofungamana na Qur'an wana fungu kubwa katika chano cha Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, inna hadha alquran ma'dubatullahi, inna hadha alqurana ma'dubatullahi, hakika hii Qur'ani ni chano cha Mwenyezi Mungu. Fakhudhu minhu mastata'tum, chukueni katika meza kama hiyo, chukueni katika chano kama hiko kile mnachoweza, kuleni mnachoweza. Hiyo ni meza imejaa kila aina ya vyakula, imejaa kila aina ya matunda, imejaa kila aina ya vinywaji. Ndio Qur'an, kila khairi iko ndani yake, za dunia unazozijua na usizozijua, na za akhira unazozijua na usizozijua. Qur'an imebeba khairi kama hizo. Kwa hivyo chukueni mnachoweza, someni mnavyoweza, uwezo wenu someni Qur'ani, hifadhini mnavyoweza, kwa siku aya moja, kwa siku aya 2, tembeeni katika Qur'ani, msiache, msichoke. Kisha akasema, fa inni la a'lamu shay'an asfara min khairin min baytin laysa fihi min kitabillahi shay, hakika mimi sijui kitu chochote ambacho kimepotezwa kheri, ambacho hakina kheri hata kidogo. Sijui kitu chochote ambacho kimefutwa kheri ndani yake, min baitin, kuliko ile nyumba ambayo laysa fihi min kitabillahi shay'un, hakuna kitu kinachoitwa Qur'ani, yani hakuna kusoma Qur'ani ndani yake. Hiyo nyumba imefutwa khairi zote, haina khairi ya mchana wala ya usiku, nyumba ambayo haina kusoma Qur'an. Baba hana muda wa kusoma Qur'an,
Mama hana muda wa kusoma Qur'an, mtoto hana muda wa kusoma Qur'an. Nyumba ipo, watu waingia wanatoka, lakini hakuna hata mmoja anayeshughulika na Qur'an. Hiyo ni nyumba ambayo imefutwa khairi, haina khairi hata kidogo. Na wale na wafurahi, lakini hakuna khairi ndani yake. Wa innal qalba alladhi laysa fihi min kitabillahi shay'un, na hakika ule moyo ambao hauna kitu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, kharibun, ni banda, ni gofu, ka kharabil bait, kama lile gofu la nyumba, alladhi la sakina lahu, ambalo halina mwenye kuishi ndani yake. Huo ndio mfano Ibn Mas'ud alaupigia wa nyumba ambayo haisomi Qur'ani, ni gofu, hakuna khairi ndani yake. Na vile vile ni mfano wa mtu ambaye hana hata aya moja kwenye akili yake, kwenye kifua chake, naye pia ni kama gofu. Tena gofu lile la mfano wa nyumba ambalo la sakina lahu, halina hata mwenye kuishi. Ad-Darimi, hii hadithi imepokewa na Ad-Darimi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair.